Karibuni tena katika njia za mtaa. Uko na mimi Chuga Mkora, PC27 aka BC Brain Code. Ndugu yangu hapa Murubai Street Professor. Madam Mary penda kwenye kizibu. Karibu. Chapiro OG aka Deadly Boy aka Kevo Dream Boy. Okay. Leo bana tumekuja ndugu zangu, tunataka tuongelee mada moja tu ambayo inaitwa ni mada moja ambazo ziko pacha. Sababu hicho kitu kinaendana na hicho kitu kingine. Yaani njia ambazo ukipita njia hii unafika sehemu fulani, ukipita njia hii unafika sehemu fulani. Ni njia mbili ambazo zinalenga au zinashirikiana kukufikisha sehemu fulani. Tunaongelea wema na utu. Katika hivi vitu viwili mimi nahisi vinashirikiana. Yaani ukiwa mwema haiwezekani ukawa mwema alafu ukawa hauna utu. Kwa hiyo ni vitu kidogo vinashirikiana. Na ukiwa na hivi vitu viwili utakuwa na marafiki wengi sana. Utakuwa na ndugu wengi sana. So ndugu wa damu, hata ndugu wa kifamilia, ndugu wa nje ya familia. Hivyo. So wema na utu ni njia ambazo zinatusaidia pia katika maisha yetu. Jinsi ya kuishi na ndugu zetu, jinsi ya kuishi na watu baki, jinsi ya kuishi hata na maadui. Wema na utu. Kwa hiyo karibuni ndugu zangu. Nyama ya leo ni kilo 1. So tuna wema na utu. Naomba tuishambulie hapa kama tunaweza tukaimaliza, au kama tutaiachia njiani tutamalizia kesho asubuhi. Au kwa kwanza tu niseme au niongelee issue ya wema. Wema ni nini? Yaani tukiongelea wema ni ile kujitoa pale unapoona kuna uhitaji au unahitajika. Na utu ni tunaongelea ile kutenda vile ambavyo ungependa wewe utendewe. Yaani ni vitu ambavyo vinashirikiana. Kwa hiyo unaweza kumkuta mtu ana shida, kwa mfano labda gari limeisha mafuta na wewe una gari unatoka kusheli una full tank. Kwa mfano ulikuwa una uwezo wa kumgaia lita 1, either akakupa hela kwa ile bei ya lita 1 au ukampa lita 1 kama msaada na akafika sheli akaendelea na maisha. Huo ni mfano tunakupa. Na utu uko vipi? Ulikuwa unaenda, mfano una safari zako na gari, alafu ukamkuta mtu njiani ni mgonjwa. Anasubiri gari lakini gari halijafika ila ni mgonjwa. Na unapoenda kuna hospitali anayoenda yeye. Kama una utu, una uwezo wa kumwaisha, ukampa lifti, ukamwaisha hospitali, akapata huduma mapema kuliko ukamwacha pale, au kwa njia nyingine ukampita tu pasipo kumuuliza chochote au kujua yeye ana shida gani. Kwanza utu ni kujali juu ya mtu mwingine na shida zake na kile ambacho kinamsibu. So ndugu zangu, naishi geti liko wazi, tunaweza tukatembea humo. Okay. Yeah. Utu bwana na wema unaweza ukaviweka pamoja vikakaa na pasitokee shida yoyote. Na mara chache sana utamkuta mtu ambaye ana utu afu akakosa wema. Yaani mtu kama ana utu basi wema atakuwa nao tu. Kwa sababu ukiwa na utu afu hauna wema, maana hata ule utu wako utakuwa kwa mashaka. Huwezi kumfanyia binadamu mwenzako, mtu kama wewe, kitu ambacho mtu wewe ukutaka kufanyiwa. Ukiruhusu hiyo, ina maana umekosa utu. Yeah. Hujui thamani. Kama hujui thamani, huwezi kujali. Yeah. Kwa hiyo mtu mwenye wema anajali. Mtu mwenye utu anathamini. Yaani unajipa thamani mwenyewe. Mimi ni binadamu, mimi ni mtu kama wewe. Hatujuani, tumejuana hivi sasa. Tunaishi kama ambavyo binadamu tunatakiwa tuishi, na tunafanya vile ambavyo binadamu tunatakiwa tufanye. Hatukwazani.
kuna utu kati yetu. Ndio David. Na tukija kuzungumzia utu, sio uko upande, yani haijakaa uko upande wa binadamu. Mbuka kuna, ukiachana na binadamu kuna hadi wanyama au vitu fulani hivi, yani ni vipo. Kwa mfano wewe unafuga mbwa au umekutana na mbwa tu road hivi, umeshika hata sambusa hivi, yule mbwa ukachakaa ukachoka, ana njaa, anapita anakutazama usoni hivi, anakuangalia mara mbili, ila wewe kwa vile yani roho yako haina utu, utaona mbwa une analetea michoro tu, unakota mjio unamtemua, unaona. Ila kama umekamilika vizuri, una utu moyoni mwako, utaona mbona sio kesi, unakata utamrushia, au kama ndo utu umezidi sana utampa bwana hapo. Yule mbwa ukishampa, aisee, akikuona kokote kule hawezi kukukimbia, hawezi kwenda kokote, yani atakupenda naye ni kwa ajili ulishamtendea utu, unaona. Sasa okay sana, okay. Ila tofauti na kusema, yani ina maana kusema kwamba utu sio tunatakiwa kupokea tu utu, lazima utoe utu ili uweze kupokea utu, kwa sababu wengine wanataka wafanyiwe mema afu wao wenyewe hawafanyi mema. Yeah. Kwa hiyo wengine wanasema malipo ni hapa hapa, unachokifanya lazima ufanyiwe. Kwa kama utakuwa ni mtu wa kuwasaidia watu, one day yes, mmoja na utasaidiwa. Kwa hiyo saidia watu na kusaidiwa. Wema ni akiba na ubaya ni akiba. Yeah, kila kitu ni akiba. Akiba yote. Akiba yote. Inaozaje? So wewe unaforce kwamba Sugar anipendi. Vipi, uliwahi kujaribu kumpenda? Yeah. Kwa hiyo lazima vitu viambiwe, fanya kitu na ufanyiwe. Yes. Lakini hapo kwenye kusaidia wanyama na nini ile pale kuna watu wanakuwa wana wito na watu hawana wito. Yeah. Elewa? Yes. Yaani kuna mtu anaweza kufuga, anajali, anakea na nini. Na kuna mtu anapenda mfugo, hawezi kufuga, anapenda mifugo. Yaani kuta banda nini anaenjoy yani. Lakini kumwambia kuna majukumu kufagia mbolea, sio kukata majani, wewe ni kawaida. Huyo sasa baada tuweki utu, bado tunampa wema. Ana wema. Na kuna wengine si watu tunapenda kutumia vile vitu lakini hatuwezi kuvina. Mfano labda kama kwenye wanyama. Mimi napenda kula nyama. Ila sasa nikikutana na huyo ng'ombe, nitakapokimbia. Lakini napenda kula nyama yake sasa. Ndio. Yeah, ndio vitu kama hivyo. Tunakuja kwenye mfano. Kuna muda unakuwa unaweza kupata hela yako tu nzuri. Afu angalia hii hela anafanya hivi. Ndio tuna marafiki wale wa karibu ambao unaweza kupata hela usiwasahau. Ukaenda kuspendi nao, ukatumia pesa, mkaishi, mkaenjoy, mkanywa. Lakini kuna utu pia ambao tunausahau wakati tunatoka nyumbani mpaka kufika kwenye hizo starehe. Labda kuna watu au viumbe hai au ndugu zetu ambao ni watu baki pia tunakutana nao, pia wana shida zaidi ya sisi, lakini pale sisi tunaenda kuenjoy. Kwa ninatamani kama ingekuwa kila mmoja na uwezo kufanya kitu kama hicho, lakini hiyo pia inategemeana na mtu alivyo, ana utu. Hiyo sio wema, utu. Sasa kwenye utu inajumuisha kuvaa viatu vya mtu mwingine, yani kuingia kwenye jambo analopitia mtu mwingine ambaye ana hali ya chini zaidi yako. Na tunawapita barabarani, tunaweza kukuta mtu anaenda Tambagala, anakutana na hizo mishemishe wako ombaomba. Ndio wengine wanatumika, wengine chuma ulete, lakini yote ni hali ya dunia, na hiyo inatutoa kwenye misingi ya sisi kuacha kusaidia au utu kupotea, kwa sababu mwingine anajidai na shida,
kuomba msaada, unampa msaada, kumbe ndo anaenda kupiga chuma mbete. Kwenye msaada sio mpaka mtu ambaye maskini. Unajua mtu anaweza akawa tajiri na anahitaji msaada. Inategemea ni kipindi gani ambacho anatakiwa apate msaada. Anaweza kaa na kila kitu, ana pesa na nini, lakini hawezi pale alipokukaa kunyanyua kwenda hospitali, So maana yake unapokuwa unamnyanyua, unamstiri kwenda hospitali, tayari umeshakuwa umefanya utu. Sasa lakini pale kwa tajiri, akishakuwa tajiri ile mimi nafanya kazi. Mimi siwezi mfanyia simple wakati na maisha, ashamuita tajiri. Ashamuita tajiri na maana ana hali ya maisha juu yangu. Mimi nikija kwako wewe tajiri bana, mimi niko kazini. Angalia sisi kwenye kazi na utu. Ile nikisema kwa sababu mimi nikikutetea utu dada. Tayari hilo jambo. Ule ni utu, kwa sababu nasema ni utu. Mimi sijaja kuja kukunyanyua hapa kupeleka hospitali. Mimi nimekuja kwako kuja kufanya kazi za ndani, shughuli za ndani. Na sio ndani zile ndani. Nikisema nasema kusema kwamba shughuli za ndani, tumezoea kusema kazi za ndani, maana yake ni kuosha vyombo, kufua, kuni, sio zile kazi za ndani. Yes. Nafikiri tunaelewana. Mpaka nacheka mwisho. Sawa. So kwa hiyo kazi zile ndo natakiwa nizifanye. Hiyo kazi ya kukunyanyua kupeleka hospitali, ile ni jukumu lingine. Na ni jukumu ambalo la utu. Kwa sababu wakati mimi bosi naishi na wewe kama bosi, siishi kama wewe kama binadamu, lakini nafikia kipindi natakiwa niishi kibinadamu kwa sababu ndio tayari ushakwama na natakiwa nikusaidia hata kama wewe unanifokeaga. Inapohitajika uonyeshe utu ulionao. Onyesha. Isipohitajika kuna kitu ambacho kitahitajika. Kwa kama ni kazi, tutafanya kazi. Kama unahitajika ufanyike wema, utafanyika wema. Kumbuka tumesema utu unatokana na mtu anavyoishi naye. Au wema, yani vinashirikiana, yani kwamba sababu utategemeana na mtu unaishi naye vipi. Nataka nikupe utu wangu na wewe unanipaga utu wako. Kwamba iko vipi? Huyo boss aliyeniajiri mimi sasa. Nipo kazini kwangu. Mimi naosha vyombo na katia bustani, mimi mtu wa kazi. Au sio bwana? Na kwa sababu mtu wa kazi niko kazini, ukiumwa naweza kawa ni moja kati ya jukumu langu, lakini ni kazi.